Sasa hii slide inaonyesha nini? Hii blue ni vifo, na hii nyekundu ni ulaji wetu wa wanga na kisukari. Sasa tizama zinavyoendana. Wanga katika chakula mwingi, sukari nyingi, vinaendana na hivi vifo kwa sababu yale magonjwa yaliyotaja. Lakini kitu ambacho muhimu sana, ningependa sana watazamaji mtizame. Tizama hii miaka hapa. Sukari ilipokuwa hadimu, hiki ni kipindi cha vita ya kwanza ya dunia, na vifo vilipungua. Vita ya pili ya dunia na vifo vinapungua. Inakwambia nini? Ulaji wetu wa wanga wa hali wa juu na sukari unaendana na magonjwa yanayopelekea mtu kupata vifo, na vifo vingine ni vya mapema, premature death. Kwa ni vitu ambavyo vina ushahidi wa kutosha, na haya ndio yasema yako kwenye tafiti za wenzetu waliotangulia, na reference iko hapa inaweza kutizamwa. Kwa ni tafiti zilizofanywa, sio vitu vya mtandao vya kukisia. Sasa ushauri wangu mkubwa ni nini? Kwanza, kupunguza ulaji wa mara kwa mara, na tupunguze wanga na sukari, kwa sababu tatizo kubwa ni hivi vyakula aina mbili. Na ninaposemea sukari, sio lazima tu ile sukari tunaweka kwenye chai. Vitu vyote ambavyo ni vitamu, maana yake vina sukari ndani yake. Kwa ni kuvipunguza hivi. Kupunguza ulaji wa hivi vyakula vya kusindika, processed food, kupunguza utumiaji wa polyunsaturated fats, kutumia kama source ya kupata nguvu vyakula vyenye protein na mboga na mafuta kama olive oil, kutumia matunda hasa kama avocado, mazoezi ya 10,000 kwa siku, kucontrol uzito wetu. Narudia tena, kuacha kula mara nyingi, mara 5-6 kwa, na ninapozungumzia kula hata hivi vitu vidogo dogo hapo katikati, lakini kubwa katika yote ni intermittent fasting, kufunga. Tulizungumzia kwa mfano, umekunywa chai saa 6, peleka chai kunywa saa 6. Haina madhara kiafya kutokunywa chai asubuhi. Ukinywa chai saa 6, ukija kula chakula cha jioni saa 2 ya usiku, maana yake ni kwamba umefunga masaa 16, umekula masaa 8. Kwa hivyo kama tulivyopeleza kwenye zile nani zetu mbili za kwanza, vitasaidia kuondoa hiyo insulin resistance. Na uzuri wa hichi ninacho kishauri hapa, hamna hata kimoja ambacho unatakiwa kutumia hela. Kiuhasa kitakufanya ubane matumizi. Hamna kidonge nilichokizungumzia hapa, hamna sindano nilizozungumzia hapa. Mwisho kabisa, nafikiri kubwa tunatakiwa kujaribu kulisema hapa, tupunguze kuwa mateja wa sukari na wanga, tuongeze kutumia protein na vitu vyenye mafuta machache, kwa sababu ukipunguza ulaji wa sukari na wanga hautaweza kupata njaa mara kwa mara. Kwa sababu nini kinacholeta njaa? Moja kikubwa ni insulin, kwa sababu ukiingiza chakula chenyewe kikienda kukichukua, ina maana lazima ule tena. Kwa hiyo unakuwa huna tofauti sana na watu wanaotumia madawa ya kulevya. Nafikiri wengi wenu mmeshawaona pale anapohitaji dawa ya kulevya ni kwamba atafanya kitu chochote lazima ipate. Anakuwa kwenye arosto. Sasa na wewe usije kwa kwenye arosto ya sukari na wanga, unaanza kutetemeka. Kwa ukisha kula chakula kidogo chochote kile, umekula korosho, umekula kitu gani, unajisikia vizuri kwa sababu ulikuwa kwenye arosto. Ndio huko najaribu kutaka kuwashauri, kuwatoa kwenye hilo. Tizama ipi na kufaa, tizama una changamoto gani, na hapa tuweza kueleza kila kitu. Kuna watu ambao ni wajawazito, kuna watu wana kisukari, hao wanabidi kuonana na daktari wao. Chukua haya nilosema, mkashauriane. Tulitoa sababu nyingi za kwa nini ufanye intermittent fasting. Tafadhali tizama kile kipindi chetu cha kwanza na cha pili, kuna maelezo ya kina. Nashukuru kwa kunisikiliza. Ikiwa una maswali zaidi kuhusu jinsi ya kutunza afya yako au unahitaji ushauri wa kitaalamu,
Tuandikie katika comment section na endelea kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii ili upate elimu zaidi na ushauri kila siku kupitia simu yako. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na elimu hizi zenye lengo la kukuhabarisha na kukuelimisha juu ya masuala muhimu ya kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya. Hii ni TNA. TNA. Stay informed. Stay healthy.